And that is our attitude towards God. So number one, submit to God. How do we walk in the abundant grace? It is taught there in that passage. Anaweza kukupa neema ya kuzidi, lakini humpinga mwenye kujiinua na humpa neema mnyenyekevu. Alafu akaeleza, ili utembee katika neema ya kuzidi, submit to God. Bwana asifiwe. Kwa kifupi, hakuna neema ya kuzidi kwa mtu anayetembea katika uasi. Bwana asifiwe. Na wakati mwingi unaweza kukuta mambo haiendi, na tunafunga pepo, tunakataa, confess. But if we don't live in obedience, or our hearts, mioyo yetu haivunjiki mbele za Mungu. Daudi alitusaidia, akasema moyo uliovunjika na roho iliyopondeka Mungu hataidharau. Hiyo moyo wa kuvunjika na moyo wa kupondeka ni nini? Wakati ukigundua hii kitu si sawa, you go to your knees. Bwana asifiwe. Mungu anajua sisi si wakamilifu, lakini anaangalia moyo. Ndio maana akasema, Daudi, nimepata mtu ambaye moyo wangu unapendezwa naye. Not a perfect man, but somebody whose heart is contrite. His spirit is contrite, and whose heart is broken. Bwana asifiwe. Na sisi wanaume unajua tuna shida na kiburi. Naweza ukamkosea mkeo na badala tu kumwambia, babe, naomba unisamehe, please, sitafanya hivi tena. Na hata nionaje? Mimi ni mwanaume bwana. So what we do, kesho nakuja na kuku. Sima. Tena kama ulikuwa unakuja saa 2 saa 3, kesho saa 11:30 uko kwa nyumba. Saa 11:30 uko kwa nyumba umebeba kuku. Yaani hiyo ndio unamwambia, I'm sorry. Ni kwa nini we communicate that way? Tuna shida ya moyo. Bwana asifiwe. Asubuhi nikaa naambia wapenzi hapa, nimekuwa kwa mkutano wa viongozi si wa Kristo hapa Mariakani. Na unakuta mchungaji anasema, wachungaji lazima tujielewe sisi viongozi. When you make a mistake before the members and you realize it is a mistake, don't come and tell them I'm sorry, because they will never trust you anymore. Kasikiza. Akasema ni kiburi. If you cannot acknowledge your mistake and your sin, kwani ni wewe na kuogopa? Ni Mungu unaogopa ama ni mshirika? Hata asubuhi nikasema, kama ni cheo hata afadhali nikikose. Kama ni huduma hata afadhali nikose. Lakini uhusiano wangu na Mungu uwe sawa. Kanisa halitanipa mbingu. Huduma haitanipa mbingu. Paulo anasema, nisije baada ya kuwahubiria mimi mwenyewe nikawa mtu wa kukataliwa. Kumbe unaweza ukahubiri na mwisho ukakataliwa. Kilicho bora ni nini? Ni kuhubiri ama ni kukataliwa? Ama ni kupata mbingu? Si afadhali nirudi nikae huko na mwingine akuwe pastor lakini mimi niingie? Afadhali nirudi nikae huko na mwingine akuwe pastor na nisitoroke. Maana hapo ndipo kiburi kinapoleta shida. Nikija nikiambiwa sasa Pastor Mosho utakaa huko. Baba sana kutoka leo tunamwekelea mafuta. Sasa mimi ndio nimwambie Pastor John niombe. Unajua kiburi kitasemaje? Natoka. Lakini unyenyekevu unasemaje? Nitakaa pale Pastor John niombe na nimwamini Mungu, kwa sababu najua mnyenyekevu Mungu ataninua. Na kwa wakati wake ataninua. So point ni kwamba submit to God. You want to walk in the abundant grace? Unataka kutembea katika neema iliyozidi, fanya nini? Submit to God. Na nikakuonyesha tu maeneo mawili, neno lake na zile ofisi Mungu alizoziweka. Ofisi Mungu alizoziweka si za bure. Ofisi Mungu alizoziweka si za bure. Ukisoma maandiko, akida mfanyikazi wake aliponywa ni kwa sababu mfanyikazi alikuwa amenyenyekea. Hata mfanyikazi hakuomba, aliyeomba ni yule akida. Ukiwa umenyenyekea kwa uongozi, wakati hata kiongozi akikuombea inakuwa ni rahisi. Kasome Waebrania 13 mstari wa 17. Inasema, watiini viongozi wenu kama watu ambao watatoa hesabu, ili wakifanya hivyo
wafanye hivyo kwa furaha, maana wasipofanya hivyo kwa furaha inaongezea kwa kusema haitawafaidi kitu. Sasa hiyo haitawafaidi. Bwana asifiwe. Walio wagonjwa wakaita wazee, watawaekelea mikono. Ile wazee ni ofisi ya kiroho. Mungu anaheshimu ofisi ya kiroho aliyoiweka yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. Askari anaweza kuwa alipata D minor na wewe ni mwa kule form 4, si ndio? Ukaenda university ukafanya medicine. Yeye alitoa D minor akaenda Kiganja. Akisimama pale barabarani, wewe unakuja na liprado lako ama nani huyu akifanya, utafanyaje? Wewe kusema wewe mtu wa D minor, utajipata mahali pabaya na serikali ya Kenya. Maana serikali ya Kenya ndio imekuweka hapo barabarani. Na serikali ya Kenya inamuunga mkono. Wewe na degree yako na PhD ukifanywa hivi unawakisha indicator kwamba nasimama. Yes sir. Ni ofisi ambayo unaitii. Bwana asifiwe. Sio yule mtu unamtii yule aliyemweka pale. Bwana asifiwe. Na wafundisha kuhusu kutii Mungu. It is not just about gifts. Gifts are very important. They have their own place. It is not about prayer. Prayer has its own place. But walking under the authority of the word of God. It is written. Imeandikwa. Ya pili mstari wa 8. Ndio nipokea wakati. Nataka ikifika na nusu kama ile saa iko sawa na mimi nayo niko sawa. Twende hapo kwa James. James chapter 4. Ya kwanza, ukitaka kutembea katika wingi wa neema ya Mungu ufanyeje? Submit to God. How do we submit to God? Submit under the authority of his word. Submit under the authority of his ordained offices. Ofisi ambazo nimewekwa. Mwaka jana tulikuwa tumetoka mahali huko kwa kina presbyter. Wakati tunarudi wale wanajua Pastor Obanyi ana gari kubwa hii. Anambia Pastor Masho, bwana uta drive, mimi nimechoka. Anambia sawa. So nikakaa kwa gari. Unajua hii gari kubwa ina majaribu sana. Ukikanyaga hivi linaenda. So tukaja tukifika hapa karibu na maji ya chumvi. Kuna mahali kuna na neno hivi kamlima. Sikujua kumbe askari wamesimama hapo mbele. Huku ninaangalia malori yale mazito. Hata haiendi. Mimi niko hapo nyuma nikaweka indicator. Kanyoa. Kumaliza toa malori na manyenye. Kaitoa mkono. Kabasi kaliwa basi kimeumana. Pastor kanambia, "Haya, pastor umepatikana." Nikapaki gari hapo kando nikarudi huko nyuma. Nilipoona najua wanaweza kuwa wanataka kitu kidogo na mimi siko kwa hiyo familia. So nilipofika tu nikamwambia, "Bali zenu ofisa, usinikwambie najua nimekosa. Mimi naomba mnisamehe." Na kuomba msamaha nilianza na Mungu. Nilikuwa nimetenda dhambi nyingi na nikamwomba Mungu na akanisamehe. Kwa hivyo na hakika hata nyinyi mtanisamehe. Najua hata nyinyi mtanisamehe. Maana msamaha ni kitu cha kiungu. Na Mungu amewaweka hapa kama askari kwa ajili ya wakosaji kama sisi. Kwanza kwani wewe na ngapeni pastor. Na najua kabisa nimeovertake mahali sipo. Sasa unasemaje? Kasema nimetangulia, naomba mnisamehe. Maana hii sheria ya Kenya iko mikononi mwenu, serikali imewaweka hapa. Kanambia pastor nenda masifanye hivyo tayari. Sema asante. Kabla nikaingia kwa gari, haya. Kutambua ofisi iliyowekwa kihalali. Ni kutambua yule aliyeiweka. Nasema kutambua ofisi iliyowekwa kihalali ni kutambua yule na ndio maana hapo maandiko anasema apingaye mamlaka anapinga maagizo ya Mungu. Na tumeona kule kwa James. Mwenye kujiinua Mungu atampa. Unaweza ukashangaa mbona mambo hivi. Lakini ni vizuri kujua kanuni. Ya pili mstari wa 8. Mstari wa 8 unasema hivi. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Draw near to God. What do you take? Unaelewa nini wakati maandiko? Maana hawa walioandikiwa bila shaka wanielewa. Wakaambiwa mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Na leo tunasema
Ya kwanza, submit to God. Ya pili, live a life of drawing near to God. There is a promise. When you draw near to God, God will also draw near to you. Wewe ukiambiwa mkaribie Mungu, Mungu neno lake linakwambia ufanyeje? Kumkaribia Mungu utafanyaje? Kumkaribia Mungu ni kufanyaje? Unatengeneza yale mambo, unahusika na yale mambo yanayosaidia moyo wako kucultivate uhusiano wa karibu na Mungu. Mambo hayo ni kama gani? Kama maombi, kama kusoma neno la Mungu. Leo hii waokovu wengi hatuoni kwamba ni shida, hatuombi. Bwana asifiwe. Actually, research imeonyesha the most poorly attended meetings are prayer meetings. Watu hawana hamu na Mungu. Bwana asifiwe. Inaweza kuwa hata imefika wakati wa Bible study, unajua kabisa hii ni saa ya Bible study. Wacha nimuone fulani kwanza. Unajua kabisa unachelewa, hata umechelewa. Lakini sasa unamuona at least ndio ukifika hiyo imefika 6:15, tunaelekea kumaliza. Tumalize tuseme neno uende ndani. Na kusaidia kwa sababu Mungu ameniweka kama kiongozi na kusaidia kama ninavyomwamini Mungu anisaidia. If we don't engage in the things that will help our souls to draw closer to God, there is a measure of God's grace we will never experience. Bwana asifiwe. Kama hatutajishughulisha, hebu nikwambie, magugu kumea yenyewe, nyasi nzuri hufanya kupandwa. Tunaishi ulimwengu ambao mambo yaliyotuzingira hayatusukumi karibu na Mungu, yanatusukuma karibu na ulimwengu. Ni wewe mwenyewe niwe utengeneze programs ambazo zitasaidia moyo wako kusonga karibu na Mungu. Ndio maana unasoma ya kwamba mkaribieni naye atawakaribia. Bwana asifiwe. Amen. Ulimwengu wa leo ni kama vile tunaona force of gravity. Nikipanda ule mti, si mimi nimeokoka, nimejazwa na Roho Mtakatifu, naongea na dini. Nikipanda ule mti kama kule juu, nikiachilia kwa sababu nimeokoka, ni pastor, sitaanguka ama nitaanguka? Nitaanguka. Kwa sababu kuna kitu inaitwa force of gravity. Nataka ujue ulimwengu hauko design kukusaidia wewe kusonga karibu na Mungu. Kusonga karibu na Mungu ni juhudi yako. Nashukuru kwa hilo. Kusonga karibu na Mungu ni kazi. Ukisoma maandiko, Matendo 2:42, maandiko yanasema kuhusu kanisa la kwanza, wakajitoa katika kuomba, katika kushiriki pamoja, katika kumega mkate. They devoted themselves. Wale ambao wanaelewa Kiingereza, devoting is work. Wokovu wa leo shetani anapata rahisi kwa sababu hatupandi mambo ya kiroho ndani mwetu. Hatujengi tabia ambazo zitatusaidia kwamba Roho wa Mungu apate nafasi ya kububujika ndani mwako. Draw closer to God and he will draw closer to you. How shall we walk in the abundant grace? Submit to God. Draw closer to God and he will draw closer to you. Bwana asifiwe. Neno la Mungu ndio linajenga imani. Neno la Mungu linamfunua Mungu mwenyewe kwetu sisi. Maombi, kufunga. Yesu wanafunzi wake wakataka kutembea katika neema ya uzidi, ya kwamba kila aina ya pepo atoke. Yesu akamwambia, unachekesha. Kila siku ni matombe na samaki. Unachekesha. Akawaambia experiences kama hizi hamtaziona. Isipokuwa nisaidieni, isipokuwa kufunga na kuomba. Nikuulize, na kila mtu andike karatasi, ulifunga nini mwisho? Mwanadamu wa kwanza alianguka
kwa sababu ya nini? Esau alipoteza urithi kwa sababu ya nini? Sodoma na Gomora walianguka kwa sababu gani? Si tunajua ati msharati tu peke yake. Hebu mtu anisaidie kama nitakuwa ni hapo. Ezekiel 16 verses 49 and 50. Maana mara naomba iwe ni hapo. Kama si hapo ni assignment nitawatafutia. Ezekiel 16 kama ni numbers. Nafikiri Ezekiel 16 verses 49 and 50. Kama sipo mtanisamehe lakini nitawatafutia. Na Jumapili nitawapatia. Muone kula maisha ya kutotafuta Mungu. Leo hii wokovu tunafundishwa kuokoka, lakini hatutafundishwa verses 49 and 50. Kama sio taomba radhi nitawatafutia. Iko na 49 and 50. Soma. Gomorrah. She and her daughter Gomorrah had what? Pride. Number 1. Pride. Fullness of food. And abundance of idleness. Hawaombi, hawatafuti Mungu, ni wao tunaokoka. Hallelujah. Ni neema. Na matumbo yamejaa, abundance of food and idleness. Sisi tunajua tu story hiyo from Genesis. Ni kitu gani kilifanya wakaishi katika maisha ya kulemewa na kushindwa? Hawatafuti Mungu. Ngoja nikwambie, utaona maisha ya wokovu yakiwa magumu kama unaishi ukawaida. Haya maisha hayakuwa design tuishi ukawaida. Seek ye the Lord and live. We have an enemy, tuko na adui. Haya si maisha ya kawaida. Haya si maisha ya kuishiwa kawaida. Utakuwa mdini. Mdini ni mtu ambaye ana kanisa. Mdini ni mtu ambaye ana huduma. Lakini mdini ni mtu ambaye hana ujiko la Roho Mtakatifu ndani. Paulo akasema kuhusu siku za mwisho, they will have a form of godliness without the power. How does the power come? Draw near to God and He will draw near to you. And that will make a difference in your life. Wokovu wapendwa, tujesa mbili msutumbe, hakuna ufunuo. Nilikuwa nasoma asubuhi, Paulo anawaombea Waefeso in Ephesians chapter 1 verse 17. Anasema tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana, siache kuwaombea. Unaomba nini Paulo? Ili Mungu Bwana wa baba yetu Yesu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, awajalie ninyi roho wa hekima na ya ufunuo katika kumjua. Kuna hatari kumjua Mungu kwa akili na pasipo kumjua kwa moyo. Kuna hatari, maana wengi wanamjua Mungu kwa kichwa. Anayemjua Mungu kwa moyo, utaona maisha yake ni tofauti. Maana utofauti utaonekana katika mwenendo. Haitoshi. Kuna kawimbo kakibiria mani vile sikajui vizuri. Kana kuto unajua mpenda kuimba wakati na hubiri. Ino Bwana na alipeka vitosha Unajua wimbo ni? Wakati kwa ajili ya wanajua wimbo. Bwana nani ipeka vitosha. Bwana asifiwe havitoshi. Yakobo anasema ikiwa imani yako iko hai, tutayaona kwa matendo yako. Nataka nikwambie kuna wokovu wa akilini na kuna wokovu wa moyoni. Hizo ni rangi mbili za wokovu. Ukiamini kwa moyo. Kwa nini litajwa kwa moyo? Maana wokovu wa moyoni ni tofauti na wokovu wa akilini. You can quote all the scriptures and yet your life does not change. Amen. My friend, that is a salvation from the head. Talking about the gospel that changes your heart. That is the true gospel. The true gospel has the power to change your heart. That is why Paul says, sitaionea haya injili, maana ni nguvu za Mungu ziletazo wokovu. Wokovu sio kwa akili, ni kwa moyo. Maana ukiamini kwa moyo wako, unahesabiwa haki. Ndiposa utakapokiri kutoka kinywani mwako kilichotoka moyoni. Bwana asifiwe.
Draw near to God and he will draw near to you. Draw near to God and he will draw near to you. Sunday mpaka Sunday hapa katikati uko busy. Hata wewe mwenyewe kuomba. Sunday mpaka Sunday. You can have an office. Allow me to tell you. You can have an office, naitwa pastor. You can have a gift, mwombezi. But if you don't cultivate, si bure Paulo aliposema, ufanyeni kazi wokovu wenu. Yesu alinifilia, alifanya kazi ya nini? Alikale msalabani, alimaliza yote, natafuta wino. Alimaliza yote, hata mimi sikatai. Lakini yeye aliyemaliza yote akasababisha iandikwe, ufanyie kazi wokovu wako kwa kuogopa na kutetemeka. Maana ni Mungu atendaye kazi ndani mwako. Ili Mungu apate nafasi ya kutenda kazi, ni lazima. Kanisa la kwanza liliishi tofauti. Ilipofika saa 9 saa ya maombi unamkuta Paulo, unamkuta Petero na Yohana. Kila saa 9 saa ya maombi Petero na Yohana. Na ndio maana ukiangalia maisha yao ni tofauti. Yamejaa uzima wa Mungu. Moto wa madhabahuni usizime. Leviticus 6:13. Wewe ni kuhani, umebeba madhabahu ya Mungu, sadaka. Maana tulichaguliwa tutoe sadaka zilizo hai. Bwana asifiwe. Kanisa la leo, dhambi moja inayolilemaza ni dhambi ya uvivu. Uvivu wa kiroho. Uvivu wa kiroho. Na kama mfuasi wa Yesu, uvivu hauna nafasi. Wakati ule walikuwa wakitembea na Yesu kwa miguu. Kisikia akatoka Yerusalemu akaenda Galilaya, ni kama hapa labda na Mazera huko mbele. Mpaka Yesu akaona siku ya 3 na hawajakula, akasema atazimia. Wokovu sio watu wavivu. Maana huyo Mwokozi mwenyewe si mvivu. Afadhali uchangamke. Kuwajalia neema ya kusiti. Anawajaliaje? Nyenyekeni. Ya 3, ya 2, draw near to God. Hebrews 4:16, tukisongelee kiti cha neema. Neema yapatikana wapi? Kitini kwake. Utafikaje? Mpaka uchukue hatua ukisongelee. Tukisongelee kiti cha neema, mahali ambapo tunapata neema na kuona rehema ya kutusaidia. Si mpaka usongelee basi. Mimi nataka nikwambie hivi na naomba unipende kwa sababu nakusaidia. Wokovu wa Jumapili mpaka Jumapili unapoteza uzima wa Mungu. Wokovu wa Jumapili mpaka Jumapili. You can have a name, Paul says. They have a form of godliness. Kama kuna kitu sing'ang'anii ni cheo. Kama kuna kitu sing'ang'anii ni cheo. Afadhali niwe mshirika wa kawaida nitumiwe na Mungu. Afadhali niwe mshirika wa kawaida nitumiwe na Mungu. Nilianza kuhubiri Malindi hata ndio nijulikane siku ana verse 9. Verse 9 inasemaje? Huzunikeni na kuomboleza na kulia, kucheka kwenu na kugeuzwe kuwa kuomboleza, na furaha yenu kuwa hamu. Live a life of repentance and seeking God. Raha nyingi. Kumlilia Mungu. Asubuhi nilikuwa nasema one of our challenges, na nimemaliza, is that we are not sincere with ourselves. Leo hii tumefika mahali ambapo wapenzi, si pazuri. Wokovu, kila kitu ni sawa, hata kile ambacho si sawa. Labda kuna mifano mingi na mtanisamehe kwa kutumia mfano mmoja maana ndio kwa kilimo. Kama eneo kama la fungu la 10. Hakuna wokovu ambaye hajui kama Biblia neno la Mungu linasema toeni fungu la 10. Lakini hatutoi na hata hatutubu. Hiyo inamaanisha haitugusi. Basi ni sawa, lakini ujue hapo kuna shida, kwa sababu hatua ya kwanza ya kutembea na Mungu ni kumtii Mungu, kunyenyekea, kusubmit. Why am I sharing this? Kwa nini nashiriki hivi? Si kwa sababu hati nataka ufungue pochi, lakini nataka Mungu apate nafasi ndani ya maisha mwako. Wewe utembee
katika wingi wa neema ya Mungu. Bwana asifiwe. Ngoja nikwambie, neema ya Mungu ikizidi maishani mwako, hata magonjwa yatakuonea vile sasa. Kuna hizi shida hizi, magoti, nini ambazo tunajipata. Mimi na hakika kabisa, the more God gains access into your life, the less the devil has a hold upon your life. Kuna viwango vya neema tutakazotembea nazo ambazo zitamweka shetani kando. Bwana asifiwe. Amen. Mnaona hizi prayer requests ambazo tuko nazo? Prayer requests ambazo tuko nazo. Nisamehe nasema hivi. Kuna mama na nafasi ya kuzuia. Na tukasema ili tutembee katika neema ya kuzidi, number 1, submit yourself to God. Number 2, draw near to God and He will draw near to you. Number 3, live a life of repentance. A life, maisha ya kumtafuta Mungu, maisha ya unyenyekevu, maisha ya toba, kukubali kumwambia Bwana. Unaona pale nasema mwacheni kucheka, mlilie Bwana, mlilie Bwana. Hiyo ni toba. Bwana nisaidie, Bwana niponye katika shida hii, upungufu huu, udhaifu huu. Hebu na tuanze sasa, fungua kinywa chako, mwambie